Oho, ule mwendo nisio, ule muda nisioupenda. Oh, hallelujah. Where are you guys from? I'm from Tanzania. Nice, brother. Yeah, nice. Tanzania. Tumemkanda mtu 6 bila piga Katari kama piga Katari goli nyingi sana. Piga Katari goli 6. Wanaenda kusherehekea bana ushindi huu nani akifanya tena. Kwa sababu zote downtown. Yeah. Yes, nini hamna haja ya jezi hapa. Tunaenda kusherehekea ushindi. Piga mtu goli 6. Wow. Wanasubiria chuma, wanasubiria treni hapa. From Rwanda. Oh yeah? Good bro? Mambo vipi? Mambo vipi? Yeah, poa. Yeah. It's a common hivi kwa nini tusifanye tu Kiswahili kwa lugha tu ya Afrika? Imeshapitishwa. Sasa mbona lakini bado they already make it official language. They started teaching it in schools. Yeah? It's official. It's official right now. Kwa sababu ukiangalia Kongo, Rwanda, everyone here is... Lakini kuna kitu nimekinoti. Hivi una habari kama Waganda wengi Kiswahili kinawasumbua asilimia kubwa. Yeah. They know a few words. Sasa ni kwa nini waliamua kufanya hivyo? Chuma wanataka kwenda mjini. Chuma wanataka kwenda mjini bwana, wanaenda mjini. Washerekea kumkanda mtu goli nyingi sana. Yeah, halfway. It's nice. Yeah. Kanda mtu nyingi sana. Kwa wana hapa wanadobe bwana sikizi hapa. Hii ni Metropolis bwana, hii ni Metro Town. Chakula zangu kitu cha Skytrain. Nazangu kutizama huko mjini kuna kitu gani? Huko mjini kuna nini bwana? Wewe tuone na tukashuhudie bwana. Nikumaliza kwenye train kama unavyoziona watu wana vibe kabisa. Cheza na ushindi bwana. Ushindi unawapa tu vibe. Ile kila kona unapita ni watu wamevaa Canada. Washa maiki tuzungumze kijana. Kama unavyoona mazingira bwana, unaona mji unapopendeza. Tuko hapa British Columbia. Tuko hapa British Columbia. Tuko hapa British Columbiana. Tazama mazingira ya nje. Mji unapendeza mno. The next station is Patterson. Doors will open on the left. Ando maeneo anakoishi bwana Dombe wana.
Watanzania msiogope kuwaleta watoto wenu kuja kusoma au kuja kupata elimu nzuri katika taifa hili. Nili taifa napata kile wanachokitaka. Umechukua muda gani kubook tiketi yako? Tiketi ya train? Kisha zoezi zile za kwenu zile za mateso zile zinazimia katikati ya mbuga. Wanakwambia eti kilichosababisha eti treni kudondoka sijui ni fisi. Fisi na nyani eti mnembeti nyani. Lakini hapa mzee unaingia kwenye kituo cha SkyTrain, unakata tiketi yako kwenye mashine ziko pale, hamna kusumbuana. So zile masuala state to state tunasumbuana. Wenzetu hizi ni treni za mjini, huu ndo mwendo kasi wetu. Si ndio bwana Dombe? Huu ndo mwendo kasi wetu bwana, kipande hiki. Kutaka kwenda sehemu chap, unakuza kwa tu SkyTrain. Kwa safari za haraka. Unapata view ya mji, unaenjoy kuona mji, unaenjoy. Tazama tu bwana. Hii ni JBK Film Global. Live kabisa kutoka hapa Vancouver, British Columbia bwana. Na mimi kama profesa nipo kwa ajili ya kukuletea zile habari zote. Ndo tumeanza, ndo tunaanza. Kama ulikuwa unahisi show imeanza, show bado kabisa. Ndo tunaanza. Sikia chuma hicho kinavolia. Wapi tunakwama kama taifa? Tanzania tunakwama wapi? Hizi ni SkyTrain zinapita juu. Unasikia umeme huo? Sio umeme wa maji. Hapa tutegemea umeme wa maji. Huu ni umeme wa nuclear na makaa ya mawe. Si nuclear bro. Umeme unaorani huu mradi hii train si nuclear. Nuclear bro. Alafu sisi ndo tunazalisha raw material. The next station is Joyce Collingwood. Swala la umeme kukatika ni kama kufika chooni afu kujiuliza hivi kweli kuulizia umeme kukatika ni kama kufika chooni alafu ulitaka kutoa taka mwili alafu zikapotea ghafla. Hii miradi bwana, wenzetu waliamua kufanya kazi. Huu ni uwekezaji. Unajua ni kwa sababu gani huu mradi ni bora sana na ni mzuri kwa kila mtu kuenjoy? Ni kwa sababu huku kuna watoto wa maskini, kuna watoto wa matajiri, tumechanganyikana humu. Kwa hiyo pale maisha yanapokuwa ya usawa, watu wakaamua kuishi katika usawa. Hii ndo maana ya usawa, kwamba tuna share vitu kama hivi wote kwa usawa. Kwa sababu gani? Mtoto wa tajiri anapanda humu, hata kubali mtoto wake akae sehemu mbaya. Kwa vyovyote vile lazima mazingira yatakuwa mazuri kwa ajili ya mtoto wa tajiri naye aweze kutumia usafiri wa umma. Kwa hiyo watoto wa matajiri ndo sababu ya sisi na sisi watoto wa mbwa kuishi maisha mazuri. Hii ni SkyTrain kwenye baadhi ya nchi, kwa mfano kama tu nchini kwetu. Huu ni usafiri ambao usafiri imagine ungekuwa ni usafiri wa aina gani bwana? Executive. Kipale kibongobongo. Huu ni usafiri executive kwa baadhi ya watu. Lakini hapo ni usafiri wa umma. Hizi ndo daladala zetu hizi. Changanyikeni anapita juu. Alafu unajua brand ya hii train nini? Ni Bombardier. Bombardier ni kampuni ya kutengeneza ndege bwana. Toka live brand ya SkyTrain tunapiga story. Fanya hivi sasa kwenye zile nchi zetu za ule mkuu wetu wa kituo cha polisi anaitwa nani bwana? Mzee anatoa macho kila wakati. Lakini kwenye nchi za wenzetu cheki, tuko live tunapiga story kwenye SkyTrain. Easy. Maisha ni mazuri pale unapokutana na watu wanaofikiria kile unachokifikiria. Leo ni siku ya vibe. Christine Sinclair, the world's top international goal scorer. Unasikia matangazo haya? Unasikia matangazo haya? Tuko live kutoka kwenye SkyTrain. Tuko live kutoka kwenye SkyTrain bwana. Tunakupa matangazo nini kinachoendelea uwanjani huko. Na tunaenda sehemu zile ambazo ndo tuna vibe sasa. Tukaone watu wanavyosherehekea. Hii ni street tour. Hii ni street tour. Niko na MD bwana hapa. Hebu mrushe MD bwana kidogo. Mrushe MD bwana yuko hapa. Niko na kiongozi kazi. Kuna mbambamba. Hakuna masuala ya askari kama mlangoni sijui nipishe nipite. Milango inajifungua yenyewe na inajifunga yenyewe. Kwa kifupi, hizi treni haziendeshwi na mtu. Kwa tuhitaji wataalamu wengi. Sijui kuna mtambo, sijui kuna kifaa gani kilikatika.
hizi zinaongozwa kwa system. Kuna watu kama wawili tu wamekaa central room wanaongoza mchakato, kama kule kwenye wazee wa minara bwana. Ni wazee wa minara, mnakaga ndani tu na vikompyuta vyenu ni hapa tu. Hii train inaendeshwa watu wakiwa wamekaa kwenye kijichumba kidogo hivi. Bro, wanaoperate kutoka kwenye makao yao makuu kabisa wanaoperate kutoka kwenye makao makuu kabisa hivi. Kwa kifupi hizi zinaendeshwa kama na GPS bila shaka. Wanatumia GPS hapa. GPS kwa kifupi lazima kuwepo na msaada kutoka. Yeah. Mashine bado. Naona sasa. Alafu kuna wakati pia naona kuna mtu unakuta mlango wa treni umeshafunga. Mtu anakuja anawahi, anataka kuja kuzuia ule mlango ufungue. Hilo jambo nalichukuliaje hilo jambo mzee wangu? Hivi what if mtu ambapo kule central room akamesa up kidogo? Yes. Ni robot. Hili ni robot. Ndugu mtazamaji, hili ni robot. Kwa kifupi tupo ndani ya robot. Dunia imeshakubali kuingia kwenye mfumo wa maroboti. Sio maroboti mengine hayaonekani kwa macho kama binadamu. Lakini vitu kama hivyo wanasema maroboti yenyewe. Bana, ile street tour usikae mbali na sisi. Usisahau kutembelea kwenye peji zetu zote. Facebook, Instagram, YouTube, X zamani Twitter na platform zetu zote. Unatupata kama JB bwana au sauti za ugaibuni bwana. Unatukuta pale kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea zile ripoti zote za muhimu ambazo ulikuwa uzijui na ulikuwa uwazi kuzijua. Tuko hapa, tutakuletea kila engo ya taarifa zote nje, ndani, kila siku kuhusu taifa hili la Canada bwana. Ndo tunafungua mitambo, ndo tunatesti, tunafuta vumbi kwenye kamera. Bado show haijaanza. Ni mengi yanakuja. Tulia hivyo hivyo. Tulieni hivyo hivyo. Ni Skytrain bwana. Tukifurahia kodi zetu. Tunafurahia kodi zetu. Hizi ni kodi zetu bwana. Hizi ni kodi. Hizi ni kodi zetu. Kwa tuna haki. Tuna haki. Vijana wenzangu, hii bwana, hii ni Expo line. Ya, hii line tulopanda bwana ni Expo line. Inatoka kuanzia King George Suri inaenda mpaka Waterfront. Yes, kwa kama hapo unavyoona hichi kituo tunachoenda sasa hivi kinafunguka sehemu zote mbili. Kwa treni itafunguka mlango wa kulia na mlango wa kushoto. Kwa sababu hichi kituo kituo kinachofuata Skytrain Vancouver. Hii treni kuna ina umeme juu. Umeme gani huwa katikati hapo? Una mkoruzo. Kuna umeme wenyewe. Kwa hiyo imeshikilia na hichi kidude cha katikati. Ndio msuguano hapo, ndio hilo inafanya treni inatembea sasa. Chinatown. Granville. The next station is Main Street, Science Doors Middleton on the left. Ni matangazo tu. Cheki basi ile mwanangu mtanyama. Christine Sinclair, the world's top international goal scorer. Ndio mtabaza mkoani. For BC Place, Vancouver. Sasa sasa mkoani. Kisona Central. Ndio shuka hapa. Ndio kinachofuata. No, baada ya Chinatown. Na kuendelea kwa mbele. Ongea. Ndichi sasa ndichi kule kwenye Masaka. Train to Waterfront, please. Keep moving into the train to allow others. Mimi wanapenda sana. Nyama laini sana. Laini sana. Inaonekana anarudi nyumbani ndio kwa nyumbani peke yake. Jamani. Unakuta mwenyewe mwanangu. Serikali ingetaka kubomoa ile jengo ile.
wapitishe train. Sio, umeelewa? Yeah. Au unaonaje? Bwana, leo nitakuwa niko live na Mwanadombe bwana, nitafanya naye interview bwana ya mawili matatu, ndio Mwanadombe no bwana. Huyu ni kibaka mzoefu bwana. Zakana Diana. Train to Waterfront. Please keep moving into the train to allow others behind you to board. Katari yule Shalim Bongo yule anachezea Katari yule. Yule kapteni wao. Hapo juu kuna majengo Ya kutosha. Kwa jezi nyingi sana. Vituo vizuri sana. Ndani kuna wakoloni wengi sana bwana. Vibe la kumkanda mtu sita bila. Sita bila. Just for now. Kanda sana, piga sana. Kama kawaida profesa niko hapa. Hii ni street tour bana. Ndio kwanza tunapangusa kamera. Tuna test mitambo bwana. Watoto wazuri kabisa. Watoto wazuri bwana. Watoto wazuri sana. Watoto wazuri sana Mwanadombe. We almost there. Toka kwenye shimo bana, narudi duniani. Kwenda po shimoni bana, hatimaye nimeshafika duniani sasa. Vibe la kushinda. Oho. Ule muda nisioupenda. Oh, haleluya. Tutoke wapi bwana? Hivi Mwanadombe. Hichi kituo kipo shimoni, yani tumetoka shimoni sasa tunaenda duniani sasa. Sasa sijui tumekosea, Mungu wangu sina hakika, lakini nachojua mimi nafuata vibao vimeniandikia exit. Mimi navifuata tu. Bwana. Niko sehemu sahihi. Hii ni Simon Street bwana. Hii ni Granville. Profesa hapa. Tuko hapa bwana, hatimaye sasa nimetokea duniani. Angalia unatokea tu duniani unakutana na kitu kama kile pale. Babu mwana ndakava hapo. Cheki chuma unaona pumbu hizi hapa. Kwa nyambubura bwana. Hii ni Granville boy. Hey boy. Mwana ndakava bwana hapa bwana, Dombe sio kajichanganya. Chuma za polisi zimepaki tu. Zimepaki kwa ajili ya kuhakikisha usalama ni mkubwa kwenye hichi kipindi ambacho tumemkanda mtu goli 6 bila. Tuko hapa downtown bana, this is Granville. Nikiwa niko na manager kabisa kiboko. Huyu ni Tembo. Ngoja nikae kwa huko. Anaitwa Tembo. Tunapishana na Wakanda bwana, bwana vibe bwana la kumkanda mtu 6. Bana, hii ni Granville. Huko sipate vizuri yeye ndo. Niondoke kwenye barabara. This is Granville. Yes, ndo Granville yenyewe bana. Hebu ngoja niwaambie bwana, naomba kwa heshima yenu nizungumze na wale wa Tanzania wanaopenda kuwatisha wenzao. Tunatishana sana. Yaani wakupata tu visa sio na acheni siasa. Mtu tushike mtau hapa. Bwana, acheni siasa bwana. Mlisema tufiki mbali. Hapa ni wapi bwana manager? Hebu niambie director bwana, vipi unajisikiaje bwana kuwepo katika kipande hiki cha Granville kwa mara ya kwanza? Najua sio mara ya kwanza, lakini umejisikiaje kwa siku ya leo kuwepo ndani ambapo tumemkanda mtu goli 6? Unajisikiaje bwana? Mimi nieleze bwana. Nipe experience yako bwana Dombe.
Kwa sababu leo tumemkanda watoto wazuri kama unavyoona. Watu wametoka kuvura. Sawa, si ndo maisha. Kila mtu anafurahia kwa nafasi yake bwana. Maisha ni mafupi, ukipata fursa ya kufurahi unafurahi. Lakini kibaya, epuka sana kupotosha watu. Epuka kupotosha watu. Haya ni matembezi ya jioni tu ndani ya kipande cha Granville hapa downtown. Hii ni Vancouver bwana. Moja kati ya majiji ambao ni ya gharama sana. Sio maneno yangu. Unaweza kuingia mtandaoni kutoka Google. Vancouver ni moja kati ya majiji ambayo ni ya gharama sana mtu kuishi. Bwana, kwa sisi ambao tulishaambiwa tutafika mbali. Tuko hapa tunawakilisha chama cha wale ambao waliambiwa hawatofika mbali. Kwa mimi kama balozi wao, siku hizi mpaka nina kipara bwana. Tukielekea upande wa Fun Zone. Hii ni downtown. Hii ni downtown bwana. This is Granville. Jina lenyewe limekaa kizungu, jina lenyewe limekaa kipesa. Mtizama mazingira haya. Angalia vituo tu bwana, hivi vituo vyetu vya kusubiria mabasi bwana. Tumemkanda mtu goli 6. Nilikuwa nimekuacha kidogo tafakari. Nieleze bwana, umelipokeaje hili? Mzee mwana kwama. Nini shida? Mtizama leo bwana, mazingira polisi ni wengi sana katika kuhakikisha usalama kwa kila mtazamaji aliyekuwa katika eneo hili hapa. Unaona bana, hii ni Granville, kama unasikia fataki zinapigwa, wote ni katika harakati za kusherehekea ushindi. Huu ushindi usichukulie poa. Cheki chuma za polisi. Kuna wakati mimi kama profesa natamani ningekuwa hata polisi. Kuna wakati unatamani ungekuwa polisi. Kwa sababu gani? Mtizama chuma za wenzetu. Hao ni polisi tu wanaendesha chuma kama hiyo ambazo ni ndoto za watu pale Bongo. Bwana Dombedo, this is downtown Granville. Mimi kama profesa leo katika upande wa Fun Zone bwana. Sasa polisi hawa vipi bwana? Okay, sorry, okay. Hey sir. How are you, brother? Hi, good. How you feel about today, huh? We killed somebody for 6 goals today. 6 goals? Yeah, Canada. How you doing? It's today, right? Brother. I don't know. I'm from Hawaii. We don't have a soccer team in Hawaii, man. we can play rugby like nobody's business, but Yeah? we can't play soccer. Where are you guys from? I'm from Tanzania. Nice, brother. Yeah, Nice. Tanzania. Are you guys from Vancouver, though, or are you No. guys visiting for FIFA? Just for FIFA. Nice, man. Yeah, You guys liking it? Really good, eh? Yeah, it's very A lot good. of fun, Yeah, amazing. right? Yeah, That's amazing. awesome. Everything is Really friendly. glad to hear it. That's awesome. Yeah. I love it, man. Okay, thanks so much, Enjoy, bro. boys. Thank Take care. Yeah. Cheers, Yeah. brother. Yeah. Have fun. Cheers, Yeah, man. bro. Walking up Granville Street, that's where it is. Okay. Haya ni mavaibu bwana, kama unavyoona, sio wale askari wetu wa Malawi. Hebu niambie bwana, kuna kila aina ya kivutio ambacho unatamani ukione katika harakati hizi za kuhakikisha watu wanafurahia bwana. Hii ni FIFA World Cup live. Wewe mkukimbie bwana. Wewe mkukimbie bwana. Mtizama bwana, mji umetapika. Ingekuwa ni polisi wa pale nyumbani unataka kusemaje bwana kijana? Wewe Muliro anakupanya nafasi kwanza ya kuongea naye vile. Anaanzaje kukupa nafasi kama hiyo? Unacheza na Jamhuri. Jamhuri yenyewe sasa. Mbele yangu niko na makao makuu ya Microsoft. Hapa ni Granville bwana. Cheki pembeni yangu hapo, cheki hiyo ngome ile kwa pembeni yangu hapo, cheki hiyo ngome. Bwana Dombe, niko Granville. Mji umetapika kama unavyoona. Yaani mpaka naishiwa maneno. Mlisema tufike mbali guys. Tuko hapa. Nipo katikati ya wakoloni wengi sana. Tunaenda kulia kushoto. Chagua wewe unataka kwenda wapi bwana? Unataka kwenda wapi? Unataka uone mashariki, unataka uone magharibi, kusini, kaskazini. Sema unataka kuona wapi? Hebu wachagulie bwana, tuende upande gani? Tuende Microsoft? Maana tunanyoka na mtaa huu. Au tuende maeneo ya London Drug? Au tuende mtaa gani bwana? Tuende upande huu, tuende upande wa National Bank. Yeah, sababu kama unavyoona, cheki movement ya watu hiyo. Tazama movement ya watu. Ni kubwa sana. Polisi wanavuka na raia. Polisi wanahakikisha usalama, sio wanahatarisha maisha, wanahakikisha usalama.
Wewe tusubiri ya huku hivi. Wewe tusubiri. No, batani hapa. Bana yao iko upande wa kule. Tondoke hiyo. Tumeamua kwenda upande wa kulia bwana. Tukaione National Bank of Canada bwana. Hii ni Granville. Basi zinapita. Oh, sorry. Mtizama, niambie tu. Tunajidanganya na posta. Tunajidanganya na posta. Vijana wenzangu, niwaambie kitu kimoja. Sisi bado sana. Tukubali tukatae. Ile posta inatusaulisha. Watu wanaona kama mji. Asiambo kile tazama upande wa pili kule, unaona vipi tuende upande ule bwana. Kwenye ile mpira pale. Kwenye mpira na longa tukavukie mbele pale bwana. Tutavukia pale mbele bwana. Flati babangu. Mtizama bro, ile ni ngome au ni nini ile mbele yangu? Angalia mzee ulivyopaulio real estate. Jamani, watu wa real estate. Na la kujifunza, haya ni majengo ya zamani. Ile jengo lina zaidi ya miaka 600 liko hapo. Lakini still niko Granville, mlisema tufiki mbali. Mbona sehemu za kukaa bwana? Yani hapa ni hapo bwana. So ulisema hatufiki mbali. Walisema hatufiki mbali. Wewe bwana, mimi niko hapa makao makuu ya Apple. Hii ni Apple Canada. Hapo ndo ofisi zao zilipo. So mnatumia tu simu zao, alafu mjui zinatokea wapi. Niko live kutokea ofisi za Apple kwa kipande hiki cha mji wa gharama Vancouver hapa downtown. Nyuma yangu ni ofisi za Apple. So mnafanya hivi tu dada zangu. Twenzetu wazee. Ishafunga hiyo. Shafunga. Mji una vibe sana, mji una vibe. Wanavaa t-shirt wengi sana za taifa hili kwa siku ya leo. Bwana, kuna raha ya kushinda. Kuna raha ya kushinda bwana. Kuna raha ya kushinda. Nenda pale, rudi nyuma tukupigie picha bwana, usije kasema sana. So natumia hivyo, alafu ujue natoka wapi? Hapa ndo HQ zake bwana. Kwa kipande hiki cha hapa Canada niona. Kwa kipande hiki cha hapa Canada bwana. Hii ni Granville bwana. Zunguke, tuke kule juu. Granville. Watu wana vibe bwana la kombe la dunia. Yep. Unavyoona. Kwa hapa. Yep. Ndio. Mwanadamu, umevua kamera? Umevua maiki? Asa mwanangu, sungevaa tu maiki ndugu yangu. Maiki babu tu na yati. Sema maiki bana. maiki natakiwa kaa yaone muda wote. Ile sometimes kuna unanipa vibe, tunapata cha kuzungumza kinachoeleweka. Unaweza ukakaanga hapo kanishirikisha. Kama hivi nakushirikisha. Si ndio kama hivi tuko live kutokea hapa Granville bana, kama unaona mji umetapika sana. Mji umetapika, watu ni wengi. Watu wana vibe, watu wana furaha. Yaani migalo ni vingi sana huko, ajili watu kula vibaiti. Watu hapo kwenye vibe la kumpiga mtu goli 6. Ushajaribu kuimagine hivi tungefungwa ingekuwaje leo? Nadhani mji ungekuwa umepoa. Hizi t-shirt zote umekuta watu wamevua. Hamna mtu angevaa t-shirt kwa kweli. Mimi mwenyewe nisingekuwa na kanga namna hii. Lakini na kanga kwa sababu tumemkandamiza mtu nyingi sana. Goli 6 bila sio mchezo. Kama unavyoona bwana. Kelele nyingi sana. Mjongo kupitisha kidogo hapa bwana, njoo utizame eneo hili bwana. Ni yenyewe. Njoo utizame eneo hili bwana. Mpira wa dhahabu. Wametokea kama mpira fulani la mchongo. Kwa ajili ya kuja kupata picha. Yes, kama unavyoona bwana. Hamna mbwembe nyingi. Eneo ni kama hivyo unavyoliona hapo. Ni moja ya kutengeneza utalii, ni moja ya kutengeneza kumbukumbu za kihistoria zitakazodumu vizazi na vizazi bwana. Lazima historia kwenye maisha yako leo kutembea wapi?
nini kilichokufanya ukatembea kwenda kwenye taifa hilo? Yes, kwa mfano kama mimi niko hapa kwa sababu ni FIFA World Cup bwana. Wametaka niwepo mahali hapa. Na mimi niko hapa Granville nikuletea burudani, kuonyesha kama tizama kama pale. Hivi ni migahawa bwana, hapa unapata vyakula vya Kimexicano kama taco. Sasa usikie chakula kinaitwa taco. Chakula kinaitwa taco. Niko hapa. Unataka kuniambia bwana una ripoti yote mpya? Ule mpira pale unasemaje ule? Una ripoti gani unataka kunionyesha bwana? Una ripoti gani? Tunaniambia bwana unataka kula taco? Hapa kuna package za vyakula. Unataka nikupe furaha ya chakula gani hapa? Nataka bwana. Nataka niongee kabisa live, tutengeze kitu ambacho kwa reality. Okay, wanataka kwa mzee. Omi, tunaweza tukachukua kabisa msosi kabisa hapa mimi na fresh. Kama hapa namleta bwana ndugu yangu bwana Dombe, nataka nimwambie kwamba ninamaanisha. Shikaji wangu yule pale, Rafu yule pale. Yeah, yo bro. One of our friends, bwana, huyu rafiki yetu sana. Long time, man. Yo bro. Wanataka uona vibe kama unavyoona matarumbeta ni mengi kama sana. Yote mzee. Vuvuzela nyingi sana. Nataka nimulike kwa chakula tufurahi au tuende kwanza? hapa tu. Kama unaenda huku tuende huku nakusubiria wewe. Basi twende. Tukutana kwanza mimi kwanza tukaona hizo kelele zinatokana na nini. Kuna foleni alafu turudi kwa ajili ya kuja kupata taco hapa. Jamaa, vibe ni kubwa. Vibe ni kubwa sana bwana. Watu wana furaha. Watu wanachekelea, watu wanaenjoy. Tango za watoto. Walioamua kuvaa t-shirt tu, wazee wanaogoma kuzeeka. Tuko nao hapa leo wote. Yes, kuna watu walala nyumbani leo. Nakwambia leo kuna watu walali nyumbani. Kwanza kuna wazee wamegoma kuzeeka, nimewaona bibi mtu mzima kavaa t-shirt. Unaweza ukashangaa. Yes. Mtu bwana hawa kuna mbwa kabisa hawa. Bwana tunaingia. Leo kuna watu walala nyumbani. Kila eneo. Tukiletea habari zote. Kama vile wamechukua kombe la dunia bwana. Bwana Dombe, hebu nieleze bwana, unakaa nyuma sana kiasi kwamba mpaka nahisi kama nitakupoteza kwa sababu ya wingi huu wa watu katika eneo hili. Hili vibe ni kwamba watu wamechukua kombe la dunia au ni nini? Mimi sielewi mzee. Ili vibe linasababishwa na kitu kimoja tu, ushindi wa leo. Kumkanda mtu goli 6 kwa mara ya kwanza kwenye historia. Alafu kuna kijeba mmoja mbongo yule, mweusi yule. Watu weusi wote tunaita wabongo. Wanasema mtu mweusi ni kiungo. Amepiga hat-trick. Acha masiara. Amepiga hat-trick jamaa. Sasa kwa staili hiyo unaniambiaje nisifurahie bwana, na mimi nikaungana na hao Canada wanaofurahia kwa siku ya leo. Leo mpaka mbwa wanashangilia ushindi. Wewe ni nani tushangilie? Wewe ni nani babake? Wewe ni nani ushangilie ushindi wa siku ya leo? Mimi nikwambie, baada ya hapa inabidi kijana nikakupatie zawadi ya kile unachosema ni kinywaji au chakula, lakini wewe ni bite. Sheria vyakula vyetu vile kwa ajili ya UEFA bwana ni taco. Chakula cha Kimexiko bwana, sio kashangaa sijamtukana mtu. Ile ni chakula kinaitwa taco. Chakula gani kingine bwana? Huyu jamaa hapa mbongo. Hebu tuonyeshe Mtanzania huyu bwana. Amechukua uraia wa Katari. Unamzungumzia huyu? Mbongo wa mtoto wa Kariakoo kabisa huyu jamaa. Sema ndio captain wa Katari. Amekula 6 bila. Kule chini ndo pamewaka. Kule chini ndo pamewaka. Hizi ni shamra za ushindi tu wa siku ya leo bwana. Hilo sio kombe tu, unaweza ukaelewa. Hilo sio kombe. Tunakula music. Let's go. Hili sio kombe. Huu ni ushindi tu. Watu wanakiwasha mzee. Piga tugonge mwamba. Unaweza ukaona bwana, watu wana furaha, watu wana vibe. Mtaa umetapika, vyakula vipo, vinywaji vipo. Burudani ni nyingi, michezo ni mingi kama hivyo unaona. Kama hapa katikati siko na kitu gani? Nataka niingie hapo katikati nikuonyeshe. Nataka uingie hapo mimi. Sijui patakuwa na nini bwana. Ngoja tuingie. Sisi ndio viungo katikati yao bwana. Tuingie bwana, tutazame. Bora kama unapiga kwa Punjabi. Yes, kama kwaito kabisa Arif. Staili gani bwana? Huu ni mchezo wapi? Mbona kama fight wewe? Nimekakana kama kwaito bwana, lakini watu wanafurahi, watu wanacheza, watu wanaenjoy bwana. Huu ni ushindi tu. Kumkanda mtu goli ngapi bwana? Goli 6 bila. Leo Canada tumefanya kitu cha ajabu sana. Dunia yenyewe inashangaa. Twende huko chini, twende huko.
Sasa sipati picha siku akichukua kombe itakuwaje? Siku tutakapochukua hilo kombe lenyewe au tukifika tu nusu finali. Sijajua. Watu ni wengi, watu wana vibe. Tazama chini kule, viongozi wa kuhakikisha swala la usalama. Vipi kwenye swala la usalama hawa jamaa unawapa asilimia au unawapa maksi ngapi bwana? Nachukua 100 baba. Kwa nini 100? 100. Mzee wanaga utani kabisa kwenye swala la kulinda raia wao. Yes. Wanajali na kuthamini raia. Sio kama kule kwetu Malawi. Tazama kule, askari ni kila kona, unaweza kuona askari ni kila kona. Malawi hapo ukuta shaondoka na watu wengi. Kuna mtu mmoja kibali tena ameshashikiliwa tayari kama unavyoona. Kuna mtu ameshashikiliwa kwa chini pale ya ulinzi bwana. Usisumbue. Usiwasumbue. Ni mama. Usiwasumbue watu. Usiwasumbue, fanya starehe zako zote, ila usimdistabu wala kumsukuma mtu yote. Usimdistabu. Leo ni siku ya furaha day. Canada. Yes, kuna raha yake. Hao wenzetu wanajua maana ya kushangilia, wanajua maana ya kufurahia jambo. Kama unaona barabarani unanyomi kama lote. Hauna coin zozote bwana. Ngoja niweze kwenda kutoa japo kutoa neno bwana kwa kile. Nataka nikatoe sadaka. Mara ya mwisho kutoa sadaka ni lini bwana? Kama nikatoa sadaka yangu hapa. Hao ndo Amerika wenyewe sasa hoja. Ni katika harakati za kushow love tu. Wewe ndio ready mwenyewe. Tuko hapa bwana. Tuko na bwana Dondo. Tuko na bwana Poke. Tuko bwana huko ni starehe ya starehe. Hii ni Granville bwana. Watu wamezima kule tayari, pombe nyingi washazima. Mtaani kwetu. Watu wameshazima bwana. Waibu kama lote bwana. Muona bwana huko ni mwendo wa rangi nyekundu. Nyekundu leo. Kuna watu wana meditate upande wa pili kule Simbazi wako mjini huko wanatawala. Semaji walichukua kombe kwaje? Hapo ni kushinda kumpiga mtu kwa goli 6 leo. Vibe ni kubwa sana. Hiyo vibe ni aje? Sio poa bwana. Bila kusahau polisi ni wengi sana kuliko raia. Katika kuhakikisha usalama wa raia. That's the point. Live kutokea hapa British Columbia bwana. Kama unaona vibe watu wametapika ni wengi sana. Watu ni wengi sana bwana. Mpaka naishiwa. Niseme nini kingine? Niseme nini? Niseme nini? Tulia. Mji umetapika. Vibe kama lote. Kwani leo ni weekend bwana? Hivi leo ni siku gani? Leo uweze ukaamini leo ni siku ya Alhamisi. Lakini ni kama Ijumaa fulani kama Jumapili fulani hivi. Weekend fulani hivi imepoa. Kwa kweli wenzetu wanajua kusherehekea. Kesho watu wanaenda kazini kama kawaida. Kama kawaida. Mpaka sasa hivi saa ngapi? Hapo nazungumzia ni saa ngapi? Saa 3:24. Unazungumzia saa 3:24 usiku. Lakini kuna mwanga. Lakini angalia bado kuna mwanga huu anaitwa Mungu. Narudia tena, askari ni wengi na usalama umeimarishwa kwenye kila kona. Nichanganye sasa. Ukijigusa tu mbele, tanzetu. Nikuchukulia video. Kama unaona bwana. Vibe ni mengi. Granville bwana, watu wana mavibe. What you doing bro? Watu wana furaha. Watu ni wengi, yani kadri tunavyozidi kwenda mbele watu wanazidi kuwa ni wengi. Wami leo kwani mmeshinda leo? Nipiga mtu 6. Nataka utizame tu swala la usalama wa raia. Tazama, polisi ni wengi, narudia tena, polisi ni wengi kuliko raia. Kwetu Malawi saizi hapo unasikia pakule. Lakini tazama, usalama ni kwa asilimia 100 kabisa, tunaimarisha. Bwana, kurudi na mtaa wetu bwana huu, basi fanya kama hujaona. Kama unaona vijana wengi namna hii, unaona tu watu wamevaa vitu vya ovyo.
Mexico. Mexicana. Yeah, Mexicana. Yeah. Ni vibe juu ya vibe. Yes. Usalama kama kawaida. Kina chiki huko ujue. Mlisema tutafika mbali. Tumefika mbali mpaka na ziada. Mpaka tumepitiliza hadi mfundisho mbio, mpitiliza hadi kwenu. Pale mwanangu alikuwa nzuri. Angalia hapa kwenye kamera pale gani. Angalia dakika. Ina effect nzuri sana, unaona? Nadhani hapa ndo mwisho sasa wa vibe letu la watu, na huku ni maeneo sasa ya watu. Yaani umeona vibe huku ni mpaka makasi. mwisho. Yaani mpaka nimesema sasa huku ni mwisho kwa sababu kadri ninavyozidi kwenda mbele nakutana tu na askari ni wengi sana. Pale ni club na askari haya pale ni club bwana. Na askari hawa jukumu lao ni moja, kuhakikisha watu wapo kwenye usalama mzuri Wa hali ya juu. kwa kusema tu haya, niko na director wetu hapa, mzee wa mapishi mengi, mzee wa viungo vingi, na anaweza akatueleza na experience yake kwenye hichi ambacho amekishuhudia kwa siku ya leo, kuhusu wenzetu, mapokezi yao, namna wanavyopokea jambo, jamii inaitikia kwa mfumo gani, nini ambacho umejifunza kwa haraka haraka. Umoja mzee, alafu na kuna upendo fulani linapokuja swala la taifa. Hawa watu wako hivi yani. Wako wameshikamana. Wanaondoa tofauti zao zote hapa. Hapa kuna Wachina, kuna Wahindi, kuna watu weusi, kuna yani kuna kila taifa liko hapa sasa hivi. Kila taifa liko hapa sasa hivi kwa sababu hii nchi asilimia karibia 90 yani ni migrant. Kwa hiyo hapa heshima kila mtu ametoa yani kwamba leo tuko Canada, tunashabikia Canada, lakini inapocheza timu ya nani ya nyumbani kwao walikotoka wanasherehekea timu yao, lakini leo ni Canada. Wote wako hapa, unaona kuna Mexico ambao wanaishi Canada, wanasherehekea Canada. Kuna wa Japani, kuna China, kuna kila taifa. Wote wako leo wameshikana kufurahi ushindi wa Canada leo kumpiga mtu goli 6 Katari leo. Unataka kuniambia vaibu hili ni kama ni mara ya kwanza katika historia ya taifa hili, maana namna walivyokuwa wakishangilia hawa wanaoitwa ni mashabiki na imekuwa ni hali ya tofauti kidogo. Labda utuambie ushindi huu ulikuwa ukisubiriwa aidha kwa muda mrefu sana katika historia ya taifa au ni nini hasa? Yaani ukijaribu kudukua kidogo ukipita yani sidhani kama jamaa shakupataga ushindi wa magoli mengi. Nadhani mara inaweza kama mara ya kwanza. First time. Oh yeah? First time, alafu wameondoka pia na hat-trick. Na hat-trick pia. Kuna mchezaji amepiga hat-trick pale, unaona. Alafu ushindi ni goli 6 kama kao mzee wangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho hawakutegemea, ndio maana unaona mpaka saa 3 usiku wako bado town. Saa 3 usiku bado mji una watu wengi. Wa kutosha babu. Wa kutosha. Kwa hiyo hebu wewe kama mkazi wa taifa hili unajua mengi na umejifunza mengi na unazidi kujifunza mengi. Nini hasa ambacho ni special sana katika taifa hili? Kwa yule ambaye yupo anatizama show hii anatamani siku moja na yeye hawezi kuja katika taifa hili. Hebu tupe experience yako bwana. Special bana hapa tofauti, nimekaa US na nikikompare life ya pale na hapa, mimi naona hapa kidogo watu wana upendo sana. Wana upendo, yani ile kuna ule ukarimu fulani tofauti na nilipokuwa kule kwa mzee Trump kule bana. Bana hapa watu ni wapole, watu wa karimu na serikali pia inajali watu wake. Huwezi kuna violence kama imagine hapa ingekuwa ni US. Mechi kibao zimefanyika US na zimeishia kwenye fujo. Kuna ambao kuna bomu limelipuka nje ya uwanja gari, kuna ambao wamepigana risasi mle, lakini hapa tajia mechi zimeanza kuchezwa. Hakuna mlio wa risasi. Watu wanamaliza game, wanashangilia. Hakuna mtu aliyeumizwa. Kila mtu anaenda kwao. Unaona tofauti iliyopo. Kwa hiyo violence hapa hamna. Fanya mambo yako, mtu akikukanyaga anakuambia sorry, lakini Marekani bwana. Na jambo lingine ambalo nimeliona kwa siku ya leo kwenye swala la usalama, nimeona kuna askari ni wengi sana kwenye kila upande nilioweza kupepesa macho yangu na kutana tu na wimbi la askari ni wengi sana. Hii inaashiria nini katikati ya watu hao? Ni kuhakikisha usalama wa kila mtu, kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atavunja sheria aidha kumuumiza mwenzake au kusababisha ugomvi au damage city property. Kwa hiyo kila kitu hapa wako kwa ajili ya usalama tu.
sio kitu kingine, sio kuja kumtisha mtu No. wala kuja kuonekana kwamba wao eti wamebeba mabastola sijui na nini, watu waogope. Ni friendly. Friendly wako hapa, unapiga nao story, unaweza kaenda ukabuka nao tano. Yes. Lengo lao ni moja tu, kuangalia usalama wa mali zilizopo na usalama wa watu. That's all they are doing here. Kwa hiyo una lolote la kufungia, la kumalizia? La kumalizia bana, kwa nchi zetu za Malawi. Mimi na nchi yetu ya Malawi bana, mimi naambia bana, polisi inabidi muwe marafiki wa jamii, msije mkawa adui, kwa sababu bongo pale Malawi bana, polisi wanaogopa sana, wananchi wanaogopa sana polisi. Polisi wanajiona ni Mungu watu barabarani. Akikamata hawezi kuongea nawe kirafiki, anaanza kupiga kwanza mabuti na nini. Yaani kwanza hata wakwambia sababu ya nini wanakukamata. Lakini hapa mtu anakuja anapiga story naye, anakupa kwanza elimu. Anakupa elimu, alafu anakuchana live kwamba umekamata na hichi na hichi, twende kituoni. Kuna corporate pressure unatoka naye, lakini bwana, mimi nashukuru sana kwa timu yako bwana. Huyu alikuwa ni moja ya wale vijana mahiri kabisa katika taifa hili la Canada. Ni moja ya wakazi wa eneo hili bwana, tulikuwa tunaweza kuchukua mawili matatu kuweza kutuelezea kinagaubaga bwana, kwa yale yote ambayo umeyasikia. Na mimi niseme hii ni Canada, endeleeni kufurahia kombe la dunia. Ndio kwanza tupo kwenye game, ndio kwanza tunaanza. Kwa endelea kwa pamoja nasi, bila usisahau kusubscribe, comment, like kwenye all platforms zetu. Asanteni sana.